nara mwanangu, wakaanza kwenye umoja wao, lakini umoja wao Mungu akaona hao wataka kufanya vituko hawa kwa kushinda, umoja wao ukawa sio sahihi. Mungu akawachafulia nini? Lugha. Soma habari ya mnara wa Babeli, umoja wao Mungu akawachafulia lugha. Mtu asema lete tofali, huyo analeta maji. Mtu asema leta maji, analeta sementi. Anasema lete pima maji, mtu analeta mwiko. Ngoma ikaishia pale pale. Kumbe tukikosa umoja wa kwenda pamoja na Mungu, vitu vyetu havitakuwa sawa. Ili vitu vyetu viwe na nguvu, vitu vyetu viwe salama, ndoa zetu ziwe salama, maisha yetu yawe salama, biashara zetu ziwe salama, kampuni zetu ziwe salama, watoto wetu wawe salama kwenye masomo yao na mahali popote watakapokwenda. Tunahitaji umoja. Haleluya. Na umoja lazima uanzie kwenye familia, sawa? Umoja unaanzia wapi? Mungu anaanzia wapi? Baraka zinaanzia wapi? Muulize mwenzio, kwa mwisho ulimuona ndugu yako lini? Sema tu ndugu yako. Hatutaki ndugu wa aina gani. Mwambie kwa mara ya mwisho ulimuona ndugu yako lini? Tunakuta wamekaa. Unajua simu zisikutese hizo. Yule mtindo nimeongea naye, nimemtumia hela, umeangalia sura yake alivyo. Nenda kamwangalie sura. Ikosi kwenye simu tu ni sauti inapendeza. Kachoka kweli mwanangu. Hebu panda gari nenda ukamuone bwana. Unajua vitu vingine kuwa makini. Unajua tunapoongelea habari ya kupendeza sio sauti. Anapoongelea habari ya kupendeza ni pamoja na personality, sawa? Si unaona kama hapa si niko vizuri? Hii sio suti, inaitwa 3 piece, sawa? Sio suti, inaitwa 3 piece, sawa? Sijapendeza? Sasa ukichanganya na mafuta ya kikuani, ya Haruni, kichanganya na umoja kwa ajili ya utumishi tulionao, kwa nini usipande juu? Tunahitaji umoja kwenye shiro yetu. Tunataka umoja wa kina mama wakae vizuri. Tunataka umoja vijana wakae vizuri. Tunataka umoja wa baba wakae vizuri. Tunahitaji umoja. Bwana, tunakuhitaji kutumika pamoja na sisi hapa, si ndio? Sio dhambi kuhama kule kanisani kwako, si unakuja unaabudu makanisa 3 kwa siku. Acha hiyo. Mwambie mwenzio acha hiyo. Mwambie mwenzio acha hiyo. Ndio umeabudu huku na unaabudu huku. Sikatazi, ni kamtindo kama maisha. Simesema kila mtu ana mtindo wake wa maisha. Nimesema kila mtu ana mtindo wake wa nini? Wa maisha. Tengeneza maisha kwa baba mmoja, sawa? Hatutakuondolea dini yako, lakini tengeneza mfumo wa kwa baba mmoja. Kwa sababu tutakubandika mkono hapa kwa ajili ya uponyaji, kwa umoja uliopo mahali hapo. Ukienda pale tu utakaposhiriki tu sijui nini ile, ukibandikwa tu sijui kichovya kidole sijui kifanyeje, tayari kila kitu kimeharibika. Tunaanza moja. Ndio maana pepo zinaendeleaga tu, wala hazitoki, haziishi. Rudi shiro. Mwambie mwenzio rudi shiro. Mwambie mwenzio rudi shiro. Mwambie tunakuhitaji kwa umoja wa shiro. Haleluya. Unajua ameongea vitu vya ajabu sana hapa Daudi. Anasema ndugu akae pamoja kwa umoja. Anasema wakiwepo kwa namna hiyo itakuwa kama mafuta mazuri kichwani. Njoo tukupake mawese kichwani. Tukupake mawese kichwani tuone kama utakuwa vizuri. Kila mtu atukimbia utanuka. Anasema kama mafuta mazuri kichwani. Tunapoenda kwa ajili ya umoja kuna kitu kinaitwa mafuta mazuri. Sema mafuta mazuri. Maneno yako yatakuwa na mafuta mazuri. Mtazamo wako utakuwa na mafuta mazuri. Hutakuwa mtu wa kawaida. Utakuwa ni mtu wa ajabu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Acha kujidharau. Sema mimi muujiza. Sema mimi muujiza. Jionyeshe wewe, sema mimi muujiza. Tunataka unapotoka kwenye mlango huu wa shiro, kila naye kuone wewe muujiza. Afu wewe ajabu. Amen. Usiwe mtu wa kawaida ukitoka huyu ajabu, huyu mwanamke ajabu, huyu mwanamke muujiza. Haleluya. Afu kishaangalia sura hizi hata kufa ufi. Naomba niangalie usoni. Sura hii kwa sababu umeiona mwanangu, kila kitu kitakuwa salama. Hafi mtu kwa jina la Yesu. Haleluya. Nina neema hiyo. Unajua nina neema. Sisi tunakufaga kuanzia miaka 100 na kwenda juu.
ndio tunakufa, hatufariki. Hivi nimemaliza miaka 50 natembea kuitafuta 100. 50 nimewachia hao, waga wanakuja ili tunaelewesha. Bibi yangu nimemzika mwaka jana 102. Sawa? Yaani akifa mtu miaka 70 ngapi, sisi tunamkalisha kikao. Aliyekuwa na muuguzi alikuwa anasemaje wakati anakata roho, atuambie. Haikosi ya kuwa na umoja na Mungu. Kwa sababu kuna mmoja pale kanisani kwangu alimletea vurugu mke wake. Yule baba yeye kwa wale jamaa zetu ambao wamekaa vizuri, akili nzuri, lakini kulia na kushoto moyoni hamna kitu. Yaani wana akili nzuri lakini kulia na kushoto moyoni hamna kitu. Alikuwa anaabudu kule. Sasa yule jamaa wakampigisha urabu, pombe akapombeka. Wakasema huyu mwanamke anakushinda, ajifanya mlokole, leo kamkungute. Leo kafanyeje? Baba wa watu akapombeka, zile za bure zinakuwa tamu, zinalewesha vizuri. Acha mkungute mke. Yule mke alisema maneno tu machache. Akasema, we Mwamengo, baba unanipiga kwa ajili ya Yesu. Tumeishi ndoa miaka 28. Yote hiyo mimi nakwenda na Yesu. Leo umeamua kunipiga kwa ajili ya Yesu. Yesu muonyeshe. Alianza kuliwa kidole gumba, tumemzika na miguu gutu. Aliliwa akazikwa vigutu. Acha kucheza na umoja katika Kristo. Acha kucheza na umoja katika Yesu. Kama una ndugu yako anang'ang'ania Yesu, furahi sana. Amen. Haleluya. Unajua kuna familia zingine umoja hawana. Wana umoja na waganga wa kienyeji, kwa baba na kwa mama, wote waganga, wote wanapiga ramli. Kienda kama kwetu kule Uziguani kule, kichungulia kama pangu ninapokaa, nikichungulia kule kuna fundi, nikichungulia huku kuna fundi. Hakunaga fundi kiboko ni Yesu. Sawa? Yesu ndio fundi, mpaka alitembea juu ya maji. Sawa? Hakuna fundi dunia hii. Sasa wewe kwenye familia yenu kama hamna nabii wala mtume wala mwinjilisti wala mwalimu wala mchungaji, utakapotulia kwenye umoja wa Shilo, hiyo neema itakudondokea kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Hata uzao wako ni watumishi wale, ila hujagundua kukaa katika umoja ambao ni umoja wa baraka, ambao mafuta yakiminikia, yakimdondokea binti yako atakuwa mhubiri mzuri, yakimdondokea kijana wako wa kiume atakuwa mtumishi wa mzuri. Tayari wewe hujajua, unang'ang'ana. Jiachilie kwa Mungu, uone tumbo lako atakapotokea. Hutajuta kwa ajili ya kuzaa watoto, utashangilia. Watu wanajuta kweli, hasa wanawake. Sikiliza mwanamke, kuna lugha moja sijaipenda mimi ile. Unajua mchungaji, nikwambie mimi nipo tu kwa ajili ya watoto, lakini ndoa imenishinda. Mlivyokuwa mnatongozana walikuweko watoto? Acha uongo wewe. Wakati mnakutana na jamaa watoto walikuwepo? Mchungaji, nahitaji tu msaada mchungaji, ndoa ngumu kivipi? Huna umoja na madhabahu, huna umoja na Mungu. Tengeneza nidhamu yako kuwa na umoja na madhabahu. Mtengeneza madhabahu atasema neno kwa ajili yako. Amen. Yupo anyitike Moses hapa, atakutamkia neno, kila kitu kitakaa sawa. Kwa hiyo wewe una mtu, kuna watu wanaishi hawana watu, si? Mungu atusaidie. Tunapoongelea habari ya baraka zinasababishwa na umoja. Familia iliyosambaratika, mjomba kivyake, mama mdogo kivyake, baba mkubwa kivyake, kaka mtu kivyake, binamu mtu kivyake, mtoto wa dada kivyake, mjomba kivyake, hiyo familia wanakufa nini? Ni kinani cha babu, kijiwe cha babu, wanajishughulia tu kila mwaka. Kwa hiyo kila mwaka msibani tu. Hebu sema iwe mwisho kwa jina la Yesu. Ni ya mwisho hiyo, haitajirudia tena. Hivi unaelewa kama ni siku ya 11 leo? Siku ya 11 2026. Kwa nini usibadilike tu? Msimamo wako geuka, badilika kwa ajili ya kutaka baraka za kimungu. Amen. Anapoongelea habari ya mafuta ya Haruni,
Ni mafuta yaanyitike Moses, mafuta yaanyitike Moses. Yale mafuta, ile neema aliyonayo, ile baraka aliyonayo, huku amesema mafuta ya Haruni yashukao ndevuni kwa Haruni. Maana yake zile baraka zinazoambatana na nani? Na mtumishi wa Bwana hapa Moses, tayari hazitakuacha, zitakuwa pamoja na wewe. Wasema ukitoka tu kama umande wa Hermoni. Maana yake hata sasa wakati wa kiangazi wewe unanawiri. Watu wanapolalamika hali ngumu, wewe ndio mpenyo unafunguka wa maisha. Haleluya. Unajua ifika wakati funguka. Mimi nashukuru Mungu pale watu wanapolalamikaga ndio sikosi hela kwenye wallet, sikosi hela kwenye namba za simu, sikosi hela kaunti. Pale wanapolalamika maisha magumu. Maisha yangu yote watu wakilalamika maisha magumu, najua damu yangu sasa ya kuwa na hela. Sikia, Mungu ana uchumi. Sema Mungu ana uchumi. Mungu anaga uchumi. Sawa, anaga uchumi. Akiachilia ameachilia. Wewe ndio unajifanya mchumi na nini na nini. Mungu yeye anasema kaeni pamoja kwa umoja, pamoja na mimi na kuwajali au watumishi wa Bwana, kila kitu kinakaa sawa. Amen. Abarikiwe mwanamke mwingine ametuletea viti, na mwingine alituletea jana. Naongea kwa niaba ya nabii sasa, na kama ataongea naye baadaye ataongea, lakini Mungu akubariki sana, umeleta viti vitatu. Mungu akubariki sana, umeleta viti vinne jana hivi tumekalia mbele. Mungu akukumbuke. Sasa utashindana maisha ya kiroho, maisha ya kubarikiwa, maisha ya kuinulia na mwenzio. Tumekalia mitume na manabii, tumekalia viti vyake. Saangalia sana. Unazamu kujaza viti huko, ushindwi kuleta viti vitano, lete huko rangi hiyo ya buluu vinafanana, weka huko. Sawa? Sio mpaka waambiwe mchango. Ila kwambia mchango tunachoshana. Kwenye vikoba mchango, na hapa tuseme mchango, huko hakuna mchango. Ukijisikia lete, utaki kaa hivyo hivyo. Mungu atusaidie. Kwenye vikoba ndio ukachangishane huko.